katika kipindi chetu cha leo. Kwa majina naitwa Madam Catherine. Utakuwa nami katika storytelling. Lakini nipo na marafiki zangu hapa studio. Tutakuwa wote katika kusikiliza story yetu ya leo. Habari watoto wazuri? Nzuri. Leo nina kisa kizuri ambacho natamani kuwapatia. Kama mnavyofahamu na mnavyoelewa kwamba tunaishi katika ulimwengu lakini tunaishi na wazazi, siete? Ndio. Yeah. Sasa nataka niwape story moja ya mtoto mmoja anaitwa Lauren. Anaitwa nani? Lauren alikuwa anaishi na mama yake. Mama yake alikuwa na mtoto peke yake wa pekee, ni mmoja. Lakini Lauren alipoteza baba yake. Kipindi akiwa mdogo, mama alikuwa ni memba ya Lauren, baba yake alipata ajali, alifariki. Kwa hiyo Lauren akawa analelewa na nani? Na mama yake. Lakini maisha yalizidi kwenda hivyo hivyo, mama alikuwa akitafuta fedha kwa ajili ya kumlea Lauren akiwa mdogo vile vile. Maisha yalizidi kusonga, lakini katika kumlea Lauren, mama alikuwa anaishi kwenye kijiji fulani ambacho mazingira yake sio mazuri sana, ila alikuwa anatafuta maji na chakula kwa umbali mrefu sana. Kwa hiyo alikuwa akiamka asubuhi, anafanya shughuli zake. Nyinyi mnafanya shughuli nyumbani basi naye mama alikuwa akiamka asubuhi, anafanya shughuli zake, anafua nguo za Lauren kwa sababu ni mdogo, anaandaa chakula kwa ajili ya mtoto, hivyo kila siku, ili mtoto wake akue vizuri, lakini hata mazingira ya mtoto yawe mazuri. Sasa siku moja mama aliwasha jiko lake vizuri. Alivyosha jiko lake akatenga maji ya kuoga. Wangapi tunapenda kuoga maji ya moto? Yes, yeye aliwasha akatenga maji ya kuoga. Lauren alikuwa amelala, ni mtoto mdogo, alikuwa amelala kitandani. Sasa akasema kwa sababu nimetenga maji, ngoja niende zangu hapo mtoni, nikirudi nitamwekea maji vizuri Lauren, nitamuogesha. Basi mama kwa sababu anaamini Lauren amelala na hasumbui, akachukua mtungi wake, akabeba kichwani, akaenda wapi? Mtoni. Kuteka nini? Maji. Sasa pana umbali kidogo, alipokuwa sio mbali sana, akatembea akafika mtoni. Unajua wazazi wanapenda kuimba, sete, anaimba anatembea mwenyewe na mtungi wake, anatembea akafika kule, akanateka nini? Maji. Aliacha nyumbani, moto ulikuwa umewaka na maji yamefanyaje ili achemke kwa ajili ya nani? Ya Lauren. Lakini kwa bahati mbaya zile nyumba za kijiji unajua zinajengwa kama zinaikwa makuti hivi, unajua sasa mama yupo kule, lakini huku vitu vinachemka, maji yanachemka. Mwisho siku ule moto uliwaka vicheche, vikaenda vikashika nini? Yale makuti. Akashika nini? Makuti. Ile nyumba ikaanza kuungua. Sawa Nyumba ikaanza kufanyaje? Kuungua. Nyumba inaungua. Kumbuka Lauren yuko ndani amelala, ni mtoto mdogo. Hawezi kusema mke atoke akimbia aende nje. Hapana, ni mdogo amelala. Mama yuko mtoni hajui. Watu wakaanza kushtuka. Mbona tunahisi kwenye ile nyumba kuna moshi. Moshi unawaka, nyumba imeanza kushika moto. Yaani nyumba inaanza kuungua. Watu wakaanza kuita moto. Jamani moto. Baadaye watu wakaanza kuuzima ule moto, lakini moto ulikuwa ni mkubwa mno. Umeona? Sasa mama yuko mtoni hajui. Baadaye anaanza kuona kwa mbali kama moshi unapanda juu. Akasema jamani kuna nini huko? Akabidi abebe mtumbo aende wapi? Aelekee huko kunapowaka nini? Moto. Kufika pale kwa mbali anaona watu ni wengi, alafu nyumba ambayo inawaka moto ni nyumba yake. Mama alichanganikiwa, akatupa ile mtumbo, akaanza kukimbia. Watu wakamshika ili asije kaingia ndani. Mama alilia kwa uchungu sana, alilia akisema jamani, naomba nikamfuate nani? Mtoto wangu yuko ndani, ni mdogo. Watu wamemshikilia, lakini mama kwa sababu alikuwa na nguvu na kwa sababu anampenda mtoto wake akaingia ndani. Kumbuka nyumba inawaka nini? Moto. Akaingia ndani, akafika mpaka chumbani alipomlaza Lauren, akambeba Lauren, akamfunika nguo nyingi ili mtoto asifanyaje? Asiungue. Basi mama akamshika akiamini kwamba mtoto wake hawezi kuungua, amemshika vizuri na atatoka naye salama. Lakini kipindi mama anatoka nje kwa ajili ya kujiokoa yeye pamoja na Lauren, ule moto ukamwangukia nani? Mama. Ukamwangukia nani? Mama. Mtoto alikuwa salama, lakini mama akaanza kuungua. Watu wakaanza kumkunguta hivyo, akafunika manguo ili asiungue mwili mzima. Basi mama akachukuliwa akapelekwa hospitali. Lakini akiwa ameungua, ana mabaka mwilini, nywele zimeungua. Mtu akiungua nywele hazioti, akawa ameungua kote. Mama ule uzuri wa mama ambao Lauren at least angeuona alikuwa ameupoteza. Basi Lauren
aliendelea kukua hivyo kila siku, lakini hakupenda muonekano wa mama yake. Mama yake alikuwa ni mzuri akiwa mdogo, lakini Lauren alipokuja kuwa mkubwa kama nyinyi leo hivi, alikuwa anamuona tu mama yake anajifunga vilemba kichwani, lakini hafurahishwi na muonekano wa mama yake. Shuleni alikuwa kina shule, wazazi wakisema, walimu wakisema kesho mlete wazazi waje shuleni tuna kikao, Lauren alikuwa anaona aibu kwenda na nani? Na mama yake. Alikuwa ajui ni kitu gani ambacho kimemkuta mama yake. Basi siku moja akamuita mama yake, akamwambia, mama, hivi wewe ni mamangu kweli? Akamwambia, wewe ni mama yako. Akanambia, mbona wewe bwana mbona mama wenzangu wana muonekano mzuri, wanapendeza, wakivaa nguo wanapendeza, hawafungi maremba, wanabana nywele vizuri. Wewe sio mamangu. Hebu nionyeshe mamangu. Mama siku alilia sana kwa sababu anajua Lauren ni mtoto wake na kitu kilichotokea hapo nyuma anafahamu mama. Mama akamwambia, basi ngoja nitakupeleka kwa nani? Kwa mama yako. Mama akaenda kutafuta picha nzuri ambazo yeye alivyokuwa mzima hajaungua, akazichukua akampa Lauren. Akasema, Lauren, huyu ndo nani? Ndo mama yako. Lauren akasema, yes, huyu ndo mamangu. Mbona mamangu mzuri hivi? Sio wewe. Wewe mamangu umeugua hivi. Wewe huwezi kuwa mamangu. Huyu ndo mamangu. Alisahau kwamba huyu ndo nani? Ndo mama yake. Mama Lauren alijisikia vibaya, aliumia sana. Baadaye alichoamua akaanza kumwelezea Lauren. Akasema, kweli mimi sio mama yako, lakini nataka nikupe story ya mama yako huyu unayemwona hapa. Mama akaanza kumwelezea story Lauren, the way ilivyokuwa mpaka alivyokuwa hivyo. Lauren alilia sana, aliumia kwa sababu aliamini kwamba yule kwenye picha ni mama yake. Kumbe kwenye picha ni mama yake na yule aliyemuona ni mama yake. Ila kwa sababu ya tukio lililotokea nyuma, Lauren alipoteza uzuri wa nani? Wa mama yake. Kwa sababu mama alikuwa anampenda nani? Lauren. Tunajua hata sisi wazazi wanatupenda. Uongo ukweli? Wazazi wanapambana, wanatafuta fedha, wanatafuta vitu vingi vizuri ili sisi tufanyaje? Tufurahi. Na tunaenda shule tunasoma, si ndio hivyo? Kila kitu tunachokomba kwa wazazi wanatupatia. Lakini kuna wakati fulani tunawauzi wazazi, tunawakataa wazazi kwa kuwauzi, kwa kufanya vitu ambavyo wao hawafanyaje? Hawapendi. Ngoja niwaambie kitu. Kwenye Biblia ukisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 12 inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upeao na Bwana Mungu wako. Kama tukishindwa kuheshimu wazazi leo, watoto wa studio, tukishindwa kuheshimu watu ambao wanatuona ni wa thamani sisi kwetu na ni wa pekee na wanatuandaa vyema kuwa mbaraka kwa watu wengine, hivyo tutakuwa tunamkosea Mungu na tunakosea nani? Wazazi. Tunamkosea Mungu, tunakosea nani? Wazazi. Rafiki yangu ambaye uko hapo unanisikiliza kwa makini, leo tumejifunza kisa kizuri zaidi, kisa kinachomhusu binti mzuri anaitwa Lauren. Lakini tunapaswa kuwa wakili wazuri na watoto wazuri kwa kuheshimu wazazi wetu, kwa sababu wanapambana na watafuta kila kitu ili sisi watoto tufurahi. Naamini kisa hiki kitakuwa mbaraka kwako na kitakuwa na furaha katika maisha yako na kujifunza vitu vingi katika maisha yako. Basi tutakuwa, kwa sababu ulikuwa nami katika kipindi cha leo, tujiandae katika kipindi kingine, na kwa elini. Bye.